Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jambo ambalo nilitaka nilizungumzie kidogo, ambalo kwa namna moja au nyingine litakusaidia. Kitu ambacho nimekigundua sasa hivi kwa vijana wengi wanaokufa, asilimia kubwa ya watu wanaokufa sasa hivi wengi ni vijana. Na asilimia kubwa japokuwa sio vijana tu, hata na wazee na wamama, watu wa rika lolote, watu sasa hivi watu wanakufa sana. Sasa kuna siri ambayo nataka nikupatie kidogo hapa ambayo huenda ikakusaidia. Katika wakati ambao tunauishi ni wakati ambao ni wa mwisho. Na dunia iko mwishoni sasa hivi. Na kama dunia iko mwishoni, basi tambua kwamba shetani anavuna mavuno yake. Lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua ni kwamba tuko kwenye kipindi ambacho yote haya yanayotokea tayari yalishaongelewa na kwenye Biblia. Na tayari yalishatabiriwa na manabii wa kale kwamba yatatokea. Na tayari tupo kwenye hicho kipindi ambacho walitabiri kina Isaya, kina Yohana, walitabiri wakasema kwamba haya yatatokea. Na tayari tunayaona. Sasa jambo ambalo nataka ulifahamu ni kwamba tunaishi kwenye kipindi ambacho ni cha mwisho na dunia iko mwishoni. Na wakati wowote kanisa litachukuliwa, wakati wowote kanisa litanyakuliwa, wakati wowote maisha haya yatafikia mwisho. Sasa ngoja nikushtue. Hata wewe mwenyewe kuna wakati utakufa na hiyo ndio itakuwa mwisho wako wa dunia, wa kuishi duniani. Sasa jambo ambalo natakiwa ulijue ni kwamba hukumu inakuja na watu wanakufa kwa sababu tayari maandiko yalishatabiri kwamba nyakati za mwisho watu watapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Na maandiko yanasema kwamba roho itendayo dhambi itakufa. Sasa jambo ambalo natakiwa ulijue ni kwamba yeyote anayekufa nje na mpango wa Mungu, basi jua kabisa kwamba huyo roho yake imeenda kuhukumiwa. Hilo ni jambo ambalo natakiwa ulijue. Na shida ya watu wengi sasa hawapendi kujua ukweli, hawapendi kusikia ukweli wa namna hii kwamba mtu akifa anatakiwa kwenda ataenda wapi. Na huu ni ukweli ambao utabakia kuwa ukweli. Wewe unipinge, unichukie, unikasirikie, is up to you my friend. Sasa kwamba mtu akishakufa roho yake inaenda kuhukumiwa kama aliishi duniani kwa aina ya maisha ya anasa. Video inayofuata nitazungumzia vitu vitakavyowafanya watu wakifa waende kwenye mateso ya milele. Hapa sitavizungumzia ila nitakueleza madhara ya dhambi. Kwamba Biblia inasema roho itendayo dhambi itakufa. Sasa kama roho inayotenda dhambi ndio inayokufa, basi jua kabisa kwamba hata ukifa leo kama bado unaishi kwenye maisha ya dhambi, na kuhakikishia hakuna pumziko lolote utakalolipata baada ya kufa, ila roho yako itaenda kuhukumiwa. Kuna watu mtanichukia kwa haya ninayoyasema, na kuna watu mtaniona kama mimi sifai, siwezi kufundisha, sijui kuhubiri na kadhalika. Lakini ukweli wacha ubakie kuwa ukweli, ya kwamba ikiwa unaendaga kanisani na bado unaishi kwenye maisha ya dhambi, my friend, kanisani unaenda tu bure. Mimi nakwambia
Yaani kanisani bado unaendaga bure. Ikiwa unaenda kanisani na bado wewe ni mzinzi, kanisani unaenda bure. Nakueleza, usijidanganye. Biblia inasema msidanganyike. Mungu hadhihakiwi. Chochote anachokipanda mtu ndicho atakachokivuna. Lazima utambue kwamba kwenda kanisani sio tiketi ya wewe kwenda mbinguni. Nakuambia. Yaani huu ndio ukweli ambao mimi nakuambia. Na utaufahamu. Na ukweli utabakia kuwa ukweli. Uzuri mmoja, mafuta hayawezi kukaa sehemu moja na maji. Mafuta yanajitenga na kivyake na maji yanajitenga kivyake. Ikiwa unaenda kanisani wewe bado ni mzinzi, kanisani hakukusaidii chochote. Na wala kanisa halitakuwa tiketi yako ya wewe kuingia mbinguni. Nakuhakikishia. Jiepushe na dhambi ambayo itakufanya ukahukumiwe. Kwa sababu dhambi ina tabia ya kuua. Kwa hiyo, jambo ambalo mimi nakushauri, jiepushe kabisa na dhambi. Ili uishi maisha ambayo yatakuwa ni usalama wako baada ya kufa. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.